kwamba inabidi utambue majira unayoishi sasa hivi, lakini uyajue majira yanayokuja huko mbele, kwa sababu usipotambua haya majira unayoishi leo itakusumbua baadaye. Kuna watu wengi wamekuja wanajuta kwenye maisha yao kwa kukumbuka kwamba ningefanya hivi, ningejiandaa hivi, nisingekuwa hapa. Na swala la kutambua majira sio swala la Mungu. Sio swala la Mungu. Hebu tukaangalie kitabu kile cha Luka 19 mstari wa 41. Ndio. 19:41 mpaka 44. Alipofika karibu aliuona mji, akaulilia, akasema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukushuru pande zote. Watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Hebu rudi kile cha mwisho, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana sifiwe. Hii ni safari ya Yesu siku moja akiwa anaelekea Yerusalemu. Ukiangalia mstari ya juu unagundua alikuwa ndio kipindi amepanda mwanapunda, wakamshangilia sana wakati anaelekea Yerusalemu. Sasa alipoukaribia mji wa Yerusalemu, ghafla akaanza kulia machozi. Ghafla wakashangaa, akaanza kulia nini? Machozi. Anaulilia mji wa Yerusalemu. Na anapolia akawa anazungumza haya maneno haya, kwamba akisema, light ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani. Light. Ukisema light maana yake ni kama ingekuwa heri, ingekuwa heri ungejua au ungetambua. Ni afadhali, ingependeza, ingekusaidia kama ungetambua yanayokupasa kufanya sasa hivi. Analia. Yesu alipotazama Yerusalemu akaona watu wamejisahau kabisa. Yaani wanaishi bila kuwaza kesho itakuwaje. Unajua unapoishi leo lazima ufikirie baada ya miaka 5 nitakuwa wapi? Baada ya miaka 10 nitakuwa wapi? Baada ya miaka 20 nitakuwa wapi? Usipowaza hivyo, huwezi kufanya kazi, huwezi kujishughulisha kabisa, huwezi kujiandaa. Ndio hivyo utaishi maisha ya dhambi, kwa sababu yaani unahisi kama vile unaishi milele hapo. Kwa Yesu akashangaa, hawa watu vipi? Anasema kwamba light ungalijua hivi leo yapasayo amani. Kwa sababu amani ambayo waliokuwa nayo wale Yerusalemu, wakati wa Yerusalemu, ilikuwa ni ya muda mfupi. Yesu alikuwa anaona mpaka wapi? Mpaka kule mbele. Kuna majira ambayo walikuwa nayo ya vita, wao hawakuwa wanayajua. Majira ambayo walikuwa nayo ilikuwa ni majira ya amani tu, na wakayafurahia. Lakini sasa kumbe huko mbele kuna majira ya machungu, kuna majira ya kuvamiwa, kuna majira ya kukutana na maadui zako. Sasa kabla ile majira lazima yafike. Huwezi kuzuia majira kwenye maisha ya mtu. Bwana sifiwe. Amen. Huwezi kuzuia majira kwenye maisha yako. Kuna majira ya neema yatafika, kuna majira ya kulia yatafika. Huwezi kuyazuia. Na Mungu hawezi kukusema kwamba yapishie mbali. Hata Yesu alipomwambia Mungu, naomba ikiwezekana nisikinywe kikombe hiki, kilikuwa ni majira yameshafika. Mungu alimsikiliza. Mungu alichokifanya
akatuma malaika akamtia nguvu. Hata wewe ukitambua kuna majira yanakuja, huwezi kumwambia Mungu niondolee kikombe hiki. Mungu anakutumia tu malaika wake, anakutia nguvu, anakutia moyo, anakupa uwezo wa kukabili hayo majira ambayo yanakuja. Sasa kama hujajua kama anakuja au kujipanga, hukuomba, yani ukaa vizuri, si unapiga mweleka. Sio kama tunaelewana? Bwana sifiwe. Kwa hiyo kuna haja ya kujipanga, kuna haja ya kutambua majira unayoishi, lakini pia na majira yanayokuja huko mbele. Yaani ukimwona mtu anaishi kiasala tu, huyo mtu bado hajajitambua, na wala hatambui huko mbele kuna kitu gani kinakuja. Amin. Kama una kusudi ndani ya moyo wako, kama kuna jambo ambalo unaliona kwenye maisha yako, unapaswa kujiandaa leo. Unapaswa kuandaa mazingira kwa ajili ya majira ambayo unayatamani. Kwa hiyo swala la kuandaa majira yanayokuja sio swala la Mungu, swala la kwako. Yesu aliwashangaa wale watu kwamba kwa nini hawaelewi. Akalia machozi. Ndivyo anapolia mpaka leo, anapokuona wewe unakaa maisha ya kiasara tu, uelewe kwamba huyu mtu angejua kwamba atakaposafiri kwenda Mbeya kuna ajali pale mbele, angeomba sasa hivi. Lakini kwa kuwa yamefichwa machoni pake, anaishi kiasara. Bwana sifiwe. Kwa hiyo unapaswa kujipanga leo. Anasema hivi kwamba lakini sasa yamefichwa machoni pako, kwa kuwa siku zinakuja adui zako watakapokujengea maboma, boma likuzunguke, watakuzingira na kuhusuru pande zote. Ilitimia ile nani, huu nabii ulitimia. Walihusuriwa baada ya miaka 70. Wachungaji wataelewa. Yerusalemu iliharibiwa, ikateketezwa. Tulichokisoma hata asubuhi kwa Nehemia ilitokeaga, lakini baada ya Yesu pia ilitokea tena. Bwana sifiwe. Ilitokea kwa sababu hawakutambua pale mtu, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwa. Kumbe alitakiwa atambue. Alipaswa atambue Yerusalemu kwamba kuna wakati unakuja. Adui zangu sio kwamba wanyamaza hivi, wanajipanga kule kuja kunipiga. Ukimwona adui amenyamaza, usifikiri kwamba amekuacha. Anajipanga vizuri aje akupige. Sasa usipojipanga wewe leo kumkabili hiyo atakapokuja, atakupiga tu. Bwana sifiwe. Hiyo lazima ujipange. Hakuna kitu kinamuumiza Mungu kama kuona mtu anafanya kitu katika majira yasiyo yake. Yaani hakuna kitu ambacho Mungu kinamuumiza. Anakuona unafanya jambo ambalo sio kwa wakati wake, hata kama ni jema. Yaani kuna sio, usifikirie tu mambo mabaya. Hata kama ni nzuri, hata kama ni jema, kama sio wakati wake, Mungu hapendezwi. Kila jambo lina majira yake, na kila wakati una kusudi. Kwa mfano, inawezekana umepanda basi ukaenda sehemu fulani, gari kapata ajali, ukapona peke yako, au kama miongoni mwa waliopona wengine wakafa. Hivi unaweza kujiuliza kama kwa nini mimi sikufa? Kumbe unakuja kugundua kwenye wakati ambao unaishi hapa kuna kusudi ambalo Mungu anataka ulitimize. Amen. Mungu anakuacha kwa sababu kuna kusudi ndani yako ambalo anataka ulitimize. Amen. Yaani sikweli nisema hivi kwamba kama hauliishi kusudi la Mungu hauna maana kuishi. Yaani unaishi unafanya nini sasa? Ili wewe msawa kama unachafua mazingira, kwa sababu hauliishi kusudi la Mungu. Kila mtu ana kusudi. Kuendelea kuishi mpaka leo ni Mungu anataka utimize kusudi lake.
Kwa lazima utambue, kwa sababu majira na wakati ulionao sasa yanatengeneza mazingira ya urahisi wa majira ya baadaye. Kwa vijana wenzangu hasa ambao hamjaoa, yaani usitegemee utakuja kutengeneza ndoa wakati ukiwa kwenye ndoa. Yaani itakuwa ni too late, itakuwa umeshachelewa. Yaani mazingira ya ndoa baadaye unaweza kuyatengeneza leo. Bwana sifiwe. Halafu mara nyingi, yaani kama hauna Mungu ndani mwako, huwezi kumwona mtu mwenye Mungu. Yaani kama hauna Mungu ndani mwako, utawakota wale wale kwa tipi yako. Sababu wewe utaangalia shepu, wewe utaangalia macho ya glory, utaangalia kusudi ndani ya mtu, kwa sababu hauna macho ya kimungu ndani mwako. Kwa utakuja kukumbuka kuomba wakati huo umeshachelewa. Kwa inakupasa sasa hivi majira ambayo unayo umtafute Mungu. Yeye Mhubiri 12 nasema hivi, kumbuke Bwana Mungu wako siku za ujana kabla hazijaja siku mbaya. Kumbe siku mbaya hazizuiliki watu wa Mungu. Siku mbaya zipo. Na kujipanga kuzikabili, Biblia inakwambia kwamba kumbuke Mungu, mtafute Mungu leo, sio kesho. Kesho inawezekana kama siku mbaya. Usikumbuke shuka wakati umeshakuja. Yaani kijana unaishi maisha tu ya kiholela tu sasa hivi. Mimi nakwambia utajutia. Utakumbuka kabisa. Utakumbuka kama ningekumbuka ningeomba kumbe. Bado unajiuliza hivi mwanaume nimetoa wapi? Nimetoka wapi? Kwanza nitokea wapi? Hivi ilikuwa mpaka nikamkubalia huyu mwanaume. Amekuwa ni mwiba. Halafu sasa unamwombea afi na hakufi sasa. Na hafi. Ili unyooke tu, ili Mungu akunyooshe, hafi. Bwana sifiwe. Je, kusikia watu wanaombea na kufa? Wako wengi. Sababu ameshaambiwa kwamba kifo ndio kitakachowatengeneza. Ili abaki salama inabidi amwombee afya mwenzake. Halafu watu wawili woga hawafi. Sababu na asubuhi tumefundishwa kwamba unamwombea mchawi afya na hafi. Na anakunyoosha vizuri kama hauna Yesu, anakunyoosha vizuri. Kumbe ulipaswa kujipanga. Yaani kuna muda fulani ndoa ukiipatia, yaani unapaka wanaolalamika unaona mviki watu. Mimi wanaongea vitu gani hivi? Mbona mimi sivioni? Lakini kumbe mwenzao anauota moto. Lakini kumbe angemshirikisha Mungu toka mwanzo, mambo yasingekuwa hivyo. Hata kama alikuja wa hivyo, kama Mungu amemruhusu, ana mlango wa kufanya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Yaani haimaanishi kwamba tukiomba Mungu hatuwezi kuoa wake mimba au waume mimba. Lakini kama Mungu amehusika, maidi atakupa neema ya kuishi naye. Amen. Na jina lake litatukuzwa. Bwana sifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ndiye aliyehusika. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa kama Mungu ndiye aliyewaunganisha, atakupa neema. Na utakuwa na furaha na amani hata kama mwenzako yuko namna gani. Atakupa amani. Bwana sifiwe. Amen. Na mambo ambayo utakuwa unapitia, aidha atakuwa ni fundisho kwako na kwa wengine. Ukipita moto, Mungu atakutumia kuhukumu wengine ambao wamefeli hiyo ndio. Sababu tutawahukumu walimwengu. Sio Biblia inasema kwamba mtawahukumu mataifa. Kwa kama kuna maisha ambayo mwenzio ameshindwa kuyaishi kwa sababu hiyo, kwa mfano anaweza kusema kwamba Mungu nilizini kwa sababu mke wangu alinikatalia mwezi mzima, ningefanya sio? Halafu anamvuta